Hii niko na wanaume wenzangu yani. Unajua ile kiserasera aidha ile kupambana. Unajua nikisema mpambanaji kila mtu anaelewa na maanisha nini. Changamoto kwenye maisha ni kitu cha kawaida, na changamoto waga ni mapito. Nakuja hivi, wanaume sisi kwa sisi tunajuana, hasa pale mtu anapokuwa anajitafuta, ila wewe ushapata kusema kwamba una uwezo wa kujidhibiti, yani kwamba una uwezo wa kulipa kodi, una kigeto chako nini, wewe fresh yani. Kuna mwenzako anatokea huko mkoani, labda uko kwenu huko mnajuana, leo na mfadhili kigeto. Sikia mwanangu, ukiamua kumsaidia mtu msaidie kwa moyo mmoja tu, sio msaidie kwa moyo mwingi. Usikae na kinyongo. Sote wanaume na maisha yana mabadiliko, sio kwamba pale nilipo leo ndo nitakapo kuwepo kesho. Sio kweli. Ndio maana nikasema binadamu tunapitia changamoto nyingi sana, hasa sisi wapambanaji wanaume. Mfadhili mtu kwenye geto lako, labda alikuwa amekuomba mfadhili kwa miezi miwili au mwezi mmoja, akijipata ataenda kupanga kwenye chumba chake. Hakikisha unamtunzia siri, sio kwamba kila kitu nakiweka wazi. Una marafiki zako wawili watatu, yule mwanangu yule nimemfadhili, lakini ndo hivyo yani, mazingira nyumbani naweza nikatoka kazini nikakuta sije maji ndani hamna, sina nini vyombo sije. Sasa mwanangu wewe, yule sio mke wako tena, yule ni mwanao, yani ni rafiki yako, usisahau hayo. Na yule pale yupo kwa muda tu, ila mwenyewe akijipata, unajua mwanaume hawezi, yani mwanaume aliyetimia hawezi kukubali kusaidiwa kila siku, sio kweli. Lazima yeye mwenyewe ajiongeze. Kwa hiyo kama wewe unajijua ni mfadhili, umefadhili mtu, aidha umefadhili watu,